Ukisha maliza kunisikiliza hatua kwa hatua mpaka mwisho, tayari utakuwa unaweza kutengeneza kimbunga. Ndiyo, kimbunga kinatengenezwa. Kipo cha kutengeneza na kipo cha asili kawaida, na kipo ambacho kuna mavitu fulani yenyewe ndio yanakuwa yanapita. Lakini mimi nataka nikufundishe cha kawaida. Kimbunga kina kazi nyingi sana. Unajua kuenjoy sio lazima uende paka kwenye maeneo fulani ya kuenjoy. Unaweza tu wewe mwenyewe hapo hapo ulipo ukatengeneza kitu fulani, na ukikiangalia hivi ule muujiza, basi ukawa umeenjoy sana. Na pia unaweza ukawa hata umekosana na mtu, tuchukulie mfano. Unajua sio kila mtu mkikosana naye basi lazima mgombane, hapana, au mshtaki. Unaweza tu ukamsubiria amefika, ameoga zake vizuri, ametoka, ile anaingia barabarani, hapo hapo unamvumishia kimbunga, kinaenda pale na michanga mingi sana, kinamchafua chafua, kinamvuruga, akikimbia huku kinamfuata popote atakapokwenda, basi kinamchafua. Kikimaliza hapo kinaondoka zake, basi na wewe mnakuwa mmeishana. Umeona, unakuwa tu basi kawaida, tayari inakuwa imeisha. Kwa hiyo utawezaje kutengeneza kimbunga? Pia kimbunga unaweza kukitumia kama kutazama tu. Unajua sio kila siku unaangalia TV video za kufurahisha. Kuna muda mwingine utakao uangalie miujiza, mauzauza. Zamani kulikuwaga kuna mazingaombwe, siku hizi hamna. Lakini pia tutafundisha. Unajua watu wengi wanatamani kufanya hivyo. Sasa utawezaje kutengeneza kimbunga ili angalau basi uenjoy? Nisikilize. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya, utanunua njiwa. Njiwa wanapatikana kirahisi, najua kila sehemu wapo. Njiwa hawa, njiwa yoyote tu, kikubwa asiwe njiwa mdogo, awe njiwa ambaye amerukaruka, anaenda katika shughuli zake, anarudi. Utanunua 2 au 3. Ukishapata hao njiwa, unachotakiwa kukifanya ni kuwakata yale mabawa. Kisha wakata yale mabawa, hayo mabawa sasa utatafuta mti ambao umechanua chanua. Yaani mti ambao una matawi matawi ambayo yamekaa mbalimbali, utaukata huo mti. Wowote tu. Kikubwa nachotaka ukifanya hapa ni kwamba hayo mabawa ulioyakata ya huyo njiwa utakuwa unayafunga kwenye kila tawi la mti, ila yasikae karibu karibu, kikubwa yawe mbali. Ukishafunga hivyo, unachotakiwa sasa kukifanya, unawasha moto. Unakuwa kama mtu amechomeka nyama kwenye mti alafu anachoma ile nyama. Sasa wewe ndio utakavyotumia kuchoma hayo mabawa pamoja na huo mti hivyo hivyo. Utachoma kabisa mpaka yachomeke vizuri pamoja na huo mti, na wenyewe unauchoma wote. Ukimaliza hapo utavisaga hivyo viunga vyeusi vyeusi. Ukisha visaga utaviweka kwenye kakopo. Kisha weka kwenye kakopo, unakaweka hako kakopo ka hiyo dawa yako juu. Popote pale juu, ila usiweke chini. Kikubwa tu iwe imekaa juu. Baada ya hapo sasa ndipo utachukua mfuko wowote tu, hata kama ni mfuko ambao wa kuwekea bidhaa ambazo unaenda sokoni ni sawa pia. Kisha chukua huo mfuko, ndipo utakuwa sasa unatafuta tuvimbunga. Kuna tule tuvimbunga fulani ambato tunakuaga tunaibuka ibuka. Yaani unaweza ukawa umekaa sehemu unaona tu kanaibuka hako vuu. Kiwe kikubwa, kiwe kidogo, hata kama tuwe tule tudogodogo sana, sawa, uto tunafaa.
Unapokaona hako kakimbunga kameibuka, unachotakiwa kufanya ni kuchukua ule uchafu ambao umeibuliwa. Kwa kanaibuka tu uchafu tunainuka tuko angani, unatukamata uto, unaweka kwenye mfuko wako. Kameibuka tu uchafu tumeinuka tuko angani, wewe unakamata ka uchafu ambako kako angani. Usikamate uchafu ambao umeibuliwa alafu ukashuka chini. Huo haufai. Wewe ni kukamata tule ambato tuko angani, yani sawasawa na vitu unavichukua hewani. Na sio lazima uchukue tu kwenye yako kakimbunga kamoja. Kuna tu upepo tunaibukaga tu. Uchafu wowote ule ukiibuliwa na upepo ukiwa hewani, wewe ukamate huo. Chukua weka kwenye mfuko wako. Ukishapata viuchafu vingi vingi, basi ondoka na huo mfuko, na wenyewe huo mfuko usiuweke chini. Utaenda, utauweka juu. Hata kama utauning'iniza popote sawa. Baada ya hapo sasa, unatakiwa tena unawasha moto. Ukishawasha moto, unanyanyua kama ni jiko na lenyewe uliweke juu. Utu sasa ndio tuna kaugumu kidogo. Unachukua kama ni sufuria au kama ni chungu, vile viuchafu unavimiminia mule. Ukisha vimiminia mule, unahakikisha vimekauka, vimesagika vizuri. Vikisha sagika, unatoa hicho chungu, unaweka pembeni. Unavisiginia umo umo. Unavisiginia umo umo. Alafu sasa vikisha poa, ndio unachukua ile dawa na yenyewe. Hii kazi unaifanya juu kwa juu hapo, sio chini ulipo kanyaga wewe, wala umeviweka chini. Viwe juu ya kitu fulani, hata kama ni juu ya uchanja sawa. Ndipo utachukua ile dawa ya mwanzo na ya sasa hivi, ndipo unazichanganya sasa. Kipindi unachanganya, unakuwa unasema hivi: wewe ni upepo wa kimbunga, ninataka uibuke pale nitakapo kuruhusu. Utoke chini, uibuke, uzunguke, nikusalimie, alafu uende. Hayo ndo maneno yake sasa. Ukimaliza hapo unatuchanganya vizuri, unatuweka kwenye kopo. Baada ya hapo, utotuunga tena, unatulaza juu, hata juu ya mti, siku 3. Baada ya hapo sasa ndo unaenda kukachukua kwa kakopo. Ndo hiyo dawa hiyo inakuwa hapo tayari imesha kamilika. Matumizi yake sasa, ili ukitaka kuzusha kimbunga uzue sasa. Kwenye kuzusha kimbunga kuna aina mbili. Kwenye hii dawa kuna aina ya kwanza, unakituma we haupo kwenye hilo eneo. Alafu kuna aina ya pili, unatega. Ngoja nianze kwa kutega sasa. Kwa kutega unafanya hivi: kama kuna njia labda anapitaga mtu fulani, unataka kumvumishia pale, ndipo utakwenda kwenye hilo eneo. Ukifika hapo, vua viatu. Aka kadawa unakuwa umetuchota, umetubana hivi twingi na vidole viwili kwa kutumia mkono wa kushoto. Unapofika kwenye hilo eneo ambalo ndo anapita unataka kumtegea sasa, unasimama kwenye hilo eneo. Mkono ulioshika hiyo dawa unauweka nyuma yako hivi. Unakuwa unatembea huku unamwaga tu dawa. Huku unasema hivi: wewe kikokoye, nataka uinuke. Kama mtu fulani na fulani atapita hapa, waga anapita amevaa hivi na hivi na hivi, waga anapita na kitu fulani, waga akifika hapa anaongeaga hivi na hivi, akifika waga anasema hivi na hivi. We muelezee vizuri huyo unayemtaka hapo. Huku unazunguka hilo eneo, huku unatumwaga kidogo kidogo kwa nyuma. Ukimaliza hapo, vaa viatu vyako, kaa pembeni, subiri.
Najua utacheka sana mpaka utagundulika, kwa sababu ndio mara yako ya kwanza kutengeneza muujiza, ila usicheke. Hutakiwi kujulikana. Sawa, sasa tuje kwenye aina ya kutuma sasa. Unapotaka kukituma kimbunga, ukute labda kuna mtu fulani amekaa sehemu fulani au kuna watu fulani wamekaa sehemu fulani, basi njia rahisi kabisa ni kuchukua ule mchanga wa lile eneo, au kama hii ni ngumu, basi uwe unamfahamu majina ya huyo mtu aliyopo hapo, au uwe unafahamu nini kinaendelea hapo. Kuwe kama kuna harusi, kuna kikao au kuna mkutano wa aina yoyote, wewe hapo sasa utaondoka, utaingia sasa, kama ni kwako au ni wapi, popote ulipo ndani, unachotakiwa kufanya unavua shati, unavua kifua wazi, uwe mwanamke uwe mwanaume, kifua ni wazi hapo. Haya, ukishavua shati ndio unachukua ile dawa, unachukua na mkono wa kushoto. Ukishaichukua unasema hivi: wewe kikokoye, wewe ni kimbunga, una uwezo wa kuibuka, una uwezo wa kuzunguka, una uwezo wa kusimama, una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kuinua, una uwezo wa kusambaza, na mimi nataka uende ukasambaze, ukawachafue na ukawavuruge. Fulani na fulani na fulani wapo sehemu fulani, wamekaa wanaongea hivi na hivi, wapo wamekaa na hivi na hivi, sasa hivi ninavyoongea wako pale, ninataka uende ukawavuruge sana. Vuruga, sambaza wote, wakisha chafuka vizuri wewe uondoke. Mimi nataka unifanyie hiyo kazi sasa hivi. Kama jinsi ambavyo mtu anataka kwenda uani, anapojisikia kwenda uani huwaga asemi nitaenda kesho, huwa ni muda huo huo anainuka na kuondoka. Na mimi nataka uende sasa hivi. Ukishamaliza kuongea hivyo, unatakiwa sasa, kama unavaa shati sawa, vaa, toka nje, nenda sehemu ya barabara yoyote, mwaga chini utotuunga, ukiwa umeshatusemea hayo maneno. Haya, ukishamaliza hapo kazi, we ingia tu ndani, vaa, toka, nenda hilo eneo, alafu usubirie dakika kama 5-6. Basi utakachokiona hapo, najua mpaka na wewe mwenyewe utashangaa sana na utafurahia. Basi wanatiba Afrika, karibuni tena katika chaneli yenu pendwa, muendelee kujifunza jinsi ya kutatua na kutengeneza mambo mbalimbali.